Grace Mumo bye mwenyewe. Na nafikiri tuko kwenye kipindi kizuri kwa sababu nimetembelea makanisa mengi na nimegundua kila mahali kienda utaenda ukute kuna watu wanajenga bali nzuri, na hilo ni jambo zuri sana. Na watu wakiendelea kumkubali Kristo, tutaendelea kuwa na nchi ambayo iko na amani, si ni hivyo? Ama kuna Mkristo ufunzwa akuwe Mungu. Kuna jambo nimekuwa nikijiuliza, viongozi wote wenye tunawachagua wanaendanga kanisani, na wale wengine wanaenda wapi? Msikitini, si kweli? Sasa ile swali linanisumbua ni moja, huwa wanaachia wapi kumkumbuka Mungu wakati wanatuongoza sisi wananchi? Hilo swali limenikera sana, kwa sababu yale mambo wale wa viongozi wanafanya, ingelikuwa tu mtu anamkumbuka Mungu, kuna jambo hangefanya, si ni kweli? Na ndio naona viongozi wamebrandiwa kwamba watu wabaya. Wakifika ni kitu kimoja, watu wanataka nini? Pesa, mumalizani. Kwa kuwa hamuoni ule utu, unaona ile pesa. Kwa hivyo ile kitu ningesema ni kwamba jana tulikuwa pia tumetembea hii barabara, na nyinyi mko hapa mnaomba vyombo vya kanisa, ila tulienda tukapata mahali watu wanaabudu kwenye mti. Ukishika hii barabara kabla hujafika wanaitwaje pale sana? Ukishapita Mwanzamweni. Ukipita Kiranzi. Pale mbele, si ndio? Unapajua baba? Ukipita tu Mwanzamweni hapo mbele. Basi. Yes, let us go. Jana mimi hapo ndo nilienda kanisani. Pale mahali wameweka hata si tent. Chandarua. You saw me there? Oh, thank you. Lakini wacheni niwaambie, ile imani iko na wale wa Kristo pale. Hata niliwaambia mimi nataka kutembea na nyinyi, ndio hiyo imani mko nayo, na mimi nipate kadogo tu, kwa sababu tell me why wewe umekaa chini mahali upepo unapiga papa, but unaamini kwamba siku moja utakuja kuwa na kanisa wapi? Utakuja kuwa na nyumba wapi? Kwa hivyo Wakristo sisi tunaishi kwa imani, ama sivyo? Tunaishi kwa imani, na hakuna mwanadamu atatumalizia shida zetu isipokuwa nani? Mungu. Hata leo mtu akuja kupatia pesa ngapi, hii kanisa haitaisha kujenga. Kweli. Si ni kweli? Si tukimaliza hili tutaenda next. Tukimaliza hili tuende tufanye kitu kingine. Kwa hivyo miradi ya kanisa isiwafanye muanguke kwenye majaribu ya kuchagua. Tusiache miradi tulionayo, tusigeje viongozi wetu na kutoa. Tuko pamoja? Kwa kuwa tutatoa, lakini shida bado hazitaisha, tutaendelea kujenga. Kwa hivyo hebu tutafute jambo lingine la kugeje nini? Viongozi. Tuko sawa? Kwa sababu kuna kitu Bwana Joseph amesema hapa kwamba wakati watu wamewezeshwa, wananchi wakiwezeshwa, hizi shida ndogo za harambee huwa zinapungua, kwa sababu kila mtu anaweza kuweka nyumba yake vizuri na afanye yale mambo. Kwa hivyo sisi shida yetu si michango. Shida ya watu wa Zombo si michango. Shida ya watu wa Zombo ni kuwezeshwa, wapate shilingi waeke wapi? Mfukoni. Zombo imebarikiwa. Yeye ametaja sana mazuri ya kwao, lakini kuna mabaya ya kwao hakutuambia. Sawa? Kwao tukipanda mahindi huwa hayakui, yakikaakaa hati hakuna mvua. Kwetu huku tunalima mara ngapi kwa mwaka? Mara ngapi? Mara 3. Sawa? Cash crop kwao ni chache sana. Hapa kwetu Zombo cash crop hata tunaweza kuhesabu mpaka jioni. Tuanze.
si ndio? Tuanze maembe, si ndio? Tuje machungwa, tuje chenza, tuje korosho, si ni kweli? Tuje malimao, tuje nazi, tuje tuje mananasi. Hapa kwetu sisi tumebarikiwa. Shida hapa kwetu sisi si maskini. Shida hapa kwetu ni uongozi. Ndio umetufikisha wapi? Hapa. Ndio sababu tunaona 700,000 kama ni pesa. Lakini 700,000 si pesa nyingi. Ni pesa zingekuwa zinatolewa na hao weka hapa na hizo tumalize. Kwani nikuulize wewe, ungekuwa machungwa yako unapata bei nzuri? Wewe ungeona 700,000 kama ni shida. Ungeitishwa hapa shilingi 10,000 watoe 10,000 mwingine 20. Si tumemaliza? Kwa hivyo tunahitaji uongozi ulio bora. Ututoe kwenye umaskini ambao tumelazimishiwa. Huu umaskini wetu tumepangwa sisi tuwe maskini. Ndio wale wanaokuja ambao tumepangwa tuwe maskini kwa sababu wale wachache ambao tunawachagua wakati wamekuja na wanajua hakuna kitu wamefanya. Si ndio? Wanakuja na story ngapi? 2. Story ya kwanza wanaanza ukabila. Si ni kweli? Wajua kiongozi akikuletea story ya ukabila hutakumbuka kumuuliza wewe wewe mbunge, juzi nimeona mmepitisha sheria kule. Na ile sheria inasema mtaingia kwa M-Pesa vipi? Mbona mmepitisha? Hautamuuliza hiyo kwa sababu amekusha kuletea kadi ya ukabila. Sasa anakuambia wewe ni mtu wetu, mimi ni wewe, unajua nini? Sasa utamuuliza lini swali? Hakuna swali la maendeleo utamuuliza. Akitoka hapo anakubumula. Sawa? Amekugonga na ukabila, amekubumula. Ati simiti, hata histori zote angekuwa anaongea. Wewe shida yenu si mnasema mtanipa kura kwa sababu mnataka 700,000. Nimekelea 200,000 na nimeenda. Ni wewe. Sawa? Kwa hivyo tukinunua vyombo vya kanisa hatutahitaji kula. Tutahitaji. Tukinunua vyombo vya kanisa hatutalipa school fees. Kwa hivyo tujiulize maswali. Tuwataka nini? What do we want? Tunahitaji biashara ya kuja tunamaliza ama tunataka tupelekwe kwenye njia ambayo itatupeleka. Hata Yesu alipokuja alikaa siku ngapi hapa duniani? Hakuja siku moja. Kwani angekuja afe, si angemaliza? Mbona ilibidi azaliwe? Na mama bebwe mimba mpaka baba ambiwe wewe unajua hata mimi mbona vipi mimba ambua hiyo mimba si yako lakini huyo msichana mchukue. It was a procedure, it was a process. Kwa hivyo kama tunataka mambo yabadilike, wacha tukubali process. Wacha tusomeshane, wacha tueleweshane, wacha tuulizane hapa kazi ya MCA ni gani? Si ni kweli? Kweli. Madam Grace, yes. Kazi ya MP ni gani? Sawa? Kazi ya governor ni gani? Si ni kweli? Kwa kuwa tusipojua hizi vitu zote, sisi tutajiona maskini, sisi tutajiona watu wana shida lakini hatuna shida. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nimekuja hapa. Nilikuwa nimejinyenyekeza sana. Nikisema kwamba hili tuko nalo na tutafanya uwezo wetu. Sawa sawa? Sawa. Ila kuna jambo la muhimu ningetaka tuongee. Bwana Pastor. Jambo la muhimu ningetaka tuongee ni nini? Nataka tuulizane. Ni mambo gani tunaweza kufanya sisi watu wa Zombe? Wananchi wa Zombe. Tujitoe kwenye shida. Tumekosea wapi kwenye uongozi tulionao hadi tukafika hapa? Hiyo swali tujiulize tena na tena. Mimi nimelewa hapa nyumbani pale Vampani. Nilikuwa niona tukichimba terrace. Tukifunga shule Mombasa tulikuwa tunakuja baba anakuambia haya chukua mchimbe terrace hapa. Tulikuwa tunachimba terrace na tunapanda ndizi. Hiyo iliishia lini? Iliisha wapi? Kwa sababu tumeacha mchanga umebebwa wote. Mpaka sisi tulikuwa mashamba lakini sisi tunaachia watoto desert. Si ni kweli? Fanya nini kama watu wazoe? Kwa nini sisi tunadhani kuna mtu mwingine atakuja kutoka mahali aje atuokoe wakati sisi tunaangalia mambo yakienda na tunaachilia yapotee? Jamani, tuweni na vikao vya kuongea kuhusu Zombo yetu. Si ni kweli? Tuweni na vikao vya kuongea. Tuelimishaneni, tuulizane maswali. Huyu agriculture officer, yeye huwa yuko wapi? Hii ofisi ya agriculture iko wapi? Kwale. Na ni kwa nini
hatutembelei, atuambie venye tunaweza fanya mmomonyoko udongo. Kwa kuwa mmomonyoko udongo unachangia, unabeba maji yanaenda kwa barabara inajaza mto, unajaa mto unabeba. Si nimeona hata ile barabara kuu imebebwa. Wafikiri ile maji yanatoka wapi? Huko mashambani. Lakini tungekuwa na terrace, ile maji hayangekuja na ile speed. Tungeakata ile speed, tuko mpaka na nyasi. Na juzi tulipokuwa tumeonyesha kule, niliona ile nyasi. Mbona nyasi fulani imepandwa pale? Ile nyasi ukipanda mahali, bwana kama hauwezi kupata mwanamke. Hayo ni mambo tunaweza kufundishana hadi tutoke kwenye makorongo, kwa sababu sasa barabara zetu zinakuwa ni makorongo. Njia huwezi pita, hakuna barabara. Maembe yatanunuliwaje wakati gari lazima ije isimame huku? Maembe yabebwe. Kwa nini yale maembe mtafikiri yatapata bei kama hakuna barabara, gari ifike ikachukua maembe? Tuko pamoja? Hakuna siku ile maembe ndio maana wanakuja wananiona maembe bei mbaya. Kwa hivyo huu umaskini unachangiwa na jambo moja baada ya lingine. Hivyo kama tunaweza kujua ni yapi mambo tunapaswa kufanya ambao mimi nayajua, tutoke kwenye huu umaskini ndugu zangu. Ndio tukija hapa kuchanga, kila mtu amefurahi. Kila mtu ana feel kwamba nina wajibu wa kuchanga kwa kuwa Mungu amenibariki. Leo ukitaka kuuza shamba hapa siwadangani, mnauza shamba bei mbaya. Halo? Wafikiri ni kwa nini muuza shamba bei mbaya? Hakuna mahali pengine sahihi shamba inanunuliwa bei mbaya kama hapa Kwale. Sawa? Nawaambia ni hivyo, kwa sababu hata hiyo kutafuta title deed pia hamuna. Wewe wauza shamba kwangu una title? Ya babu. Sasa wewe unaniuzaje shamba la babu ya title babu? Alafu unaniambia una shamba. Lazima nikamwambia mimi hiyo pesa sitatoa kama huna title. Tuko pamoja? Jamani, tuelimishaneni, tufanye yale mambo yanafaa ili tuendelee, hii zombo yetu ibadilike. Tuko na Mrima hapa, si ni kweli? Si mmesikia uko na madini? Wamekuja wakatuambia hawajatuita, si ni sawa sawa? Kwa sababu wale viongozi tulionao nao hawana haja na nyinyi, si ni kweli? Sasa na sisi kama mtu hana haja na wewe, na wewe pia unakuwa una haja na wewe. Yaani kiongozi hana haja na wewe, na wewe huna haja na wewe mwenyewe. Wewe huna haja na wewe mwenyewe. Kwa hivyo ukiona kiongozi hana haja na wewe, na wewe pia jitume, ujue kufanyika nini. Si ni kweli? Umenielewa Madam Grace? Sasa mimi nataka niwaambie, sitaki kuwamalizia siku yenu. Nataka niseme kwa sasa sitaahidi makubwa, kwa sababu mimi najua ahadi ni deni. Na ninajua kwamba naweza nikasema kitu hapa nikashindwa kutimiza, ikawa nimeharibu chote chenye nimefanya. Si ni kweli? Heri useme huna. Si ni kweli? Heri useme mimi basta, kenye unataka mimi sina. Lakini kenye niko nacho chukua. Shilingi 200 nimekupa. Na nimekupa kwa roho yangu. Kuliko ni kuahidi nitakuletea shilingi 20,000. Alafu nikitoka hapa mkipiga simu sishiki. Hatujasaidiana. Sawa sawa? Kwa kuwa Mungu akinijalia nikiwa MCA, nitakuwa naogopa kuja hapa. Lakini mimi nataka kuwa muasi. Hakuna kitu nitasema hapa chenye nitatoa kwenye mchango wenu kwa kuwa hatujadiliana. Lakini nikirudi kwa kiti tukijadiliana, nitaongea na Mungu. Kwa hivyo nikimaliza haya maneno, wacha nikusaidia hapo mama. Kwa sababu kuna harambee inapanga. Watu wote tu wanafikia. Kuna harambee inapanga. Okay. Sasa hiyo siku ya harambee wewe ukiwa mmoja wa watu. Haya. Amen. Si umesikia haya? Asante kwa kunisaidia. Leo naye pia wewe unapatikana. Leo ukuja the right day. Kuja the right day. Shemegi yenyu huyu. Usimwache. Uko naye huyu. Uko naye taratibu. Haya. Sasa nataka niseme
niseme hivi. Tuombeni Mungu. Pastor. Naam. Tuombe Mungu. Tumuombe hivi. Safari hii Baba wa mbinguni. Tunajua wakati umefika utupatie viongozi wenye na roho ya sisi wananchi. Kweli. Kwa kuwa wewe Baba ndio unatoa nini? Viongozi. Na Baba tupatie hekima sisi tusidanganywe na hii shilingi. Hii noti ya shilingi 1000 Baba isitudanganye. Ili wewe ukiongoza hawa kondoo uongoze usiwaingize kwenye shimo, kwa sababu sahihi kuna mapasta walipeleka watu kwa shimo na sahihi hawajui wafanye nini. Kweli. Umeniona? Na ni mchezo ni huo wa hapa. Si ndio? Waenda hapo kanyuma wapigwa milioni 2 watoka wasema, huyo ni mtu atame, lakini umemwangalia huyu mtu CV yake. Huyu mtu amekuwa akifanya nini because amekuwa. Si ni kweli? Kwa hivyo jamani, tuombe Mungu, mwambie Mungu, mimi kweli pesa twataka, lakini hii pesa isitupofushe kabisa. Kwa sababu tutalia another 5 years. Ndio tupate nafasi ya kuchaguana tena. Si ni hivyo? Kwa hivyo safari hii tuombeni Mungu atupatie uwezo na atupatie nguvu Bwana. Jirani yako ndio huyu. Gari tuko nazo, lakini gari hazitusaidii. Kwa nini? Hakuna barabara. Waenda na gari wapi? Kwani wewe unanikutana nini kwa na gari? Unanikutana nini? Kwa sababu barabara hakuna. Nikitoka huku nikienda na gari, nilienda nayo ikagongwa chini ikamwaga oil yote nikaachana nayo. No roads. Siku hizi natembea na pikipiki. Hello? Kwa hivyo waweza kuwa na gari na ukakosa kuiendesha. Tuko pamoja? Nataka muelewe hali ilivyo. Uko na gari ndio. Sawa? Lakini hutaiendesha. Hapa ndio. Hakuna mahali ya kupita. Hata ile pikipiki nafika mahali namwambia niende chini. Nitembee nayo mguu yako. Kwa kuwa mahali penyewe pana korongo. Ile pikipiki ukafanya hivi unaona mtaingia wapi? Hapo kwa korongo wamwambia acha nishuke nitembee. Juzi tulikuwa mazishi pale kwa Susan. Pale Vambani pale chini. Hapana barabara. Watu waliacha magari wakatembea. Jeneza wanabeba kwa mgongo. Sasa mambo ya jeneza ndio usiseme, hata yaliniua. Kwa sababu nilienda kumchukua ule mama. Ule mama jirani pale ni rafiki yetu. Rafiki ya mama kutoka tukiwa wadogo. Sasa tulienda mpaka yaani kuelewa. Yaani hii shida ya barabara imefika mpaka hospitali. Yaani mochari iko kule. Watu wanabeba mwili. I have never seen that anywhere. Unabeba mwili wewe na jeneza wang'ang'ana na mwili upande wewe. Really? Mpaka ufike kwa barabara. Sasa hata unashindwa. Kwani hata mwenye alifanya haya yote, yeye hajui kwamba huu mwili huo na hapa kuna barabara na niliona tu kuna fence. Ukata tu gate pale gari ije hasi ije isimame pale. Jamani, kweli? Yaani mpaka watu wabebe sanduku. Shida mpaka. Tuko na shida. Tuko na nini? Na shida ya viongozi. Tuko pamoja. Kwa sababu mambo mengine yataka maamuzi madogo tu. Yaani kuamua kwamba tupate hapa. Si kuna fence hapa. Unaona kwa hiyo mocha. Hapa kuna fence na naona kuna kabarabara. Kitu kanataka kuvuka barabara. Sasa pandikatwa pale, aeko tu karabati. Ile hasi ikilie pale ije isimame. Iwe kwa mwili mtoto mwende. Tulipambana na huo mwili wewe mpaka kule juu wanaume walisweat. Tunahitaji kuomba Mungu sana. Sasa tuko moja na hata kufikisha gari ufiki. Ujirani mwingine nimegundua ambao uko na shida ni kwamba wewe huwezi peana hatua 3 hivi na mwenzako 3 hapa kwa kwenda barabara. Hutaki. Sasa huo unauita wivu. Sasa unaona hizo shida. Unaona hiyo barabara hiyo ndio ya MCA. Unaona hiyo barabara. Unajua kila mtu ako na barabara. Hii serikali 2010 katiba ilipatia kila kiongozi barabara yake. Sawa sawa? MP ako na barabara yake. Tuko pamoja? County government iko na barabara yake. Lakini barabara ya kuunganisha barabara zote ile tunaita feeder road ni MCA.
sawa, ambayo ile feeder road inasema kwenye katiba imsaidie yule mwananchi aweze kutoa mavuno yake kwa shamba, yafike sokoni, sawa. Sasa wewe umekataa barabara isipite pale ikulete yale maendeleo. Barabara iko na maendeleo ya gari, barabara iko na maendeleo ya stima. Stima ikipita tunaona inafuata barabara. Yafuata stima ile barabara. Tuko pamoja. Kuna kitu inaitwa wifi. Inapata pale pale. Wifi hizi ipitishwa kwa shamba ya mtu. Wifi itapata nini? Sasa mkikataa na hiyo barabara, maendeleo wa wapi? Watu wazungu, ndugu zangu. Pole. Jamani. Munishike mkono, mimi niwashike mkono, sawa sawa. Hiyo siku ya harambee Mungu atatujalia tutale, lakini hapo kwa harambee sitaki tuweke mkono sana, nataka tuweke hapa kwa haya mabadiliko, kwa sababu after 5 years tutakuja kufanya sasa si harambee, ila tutakuja kufanya kitu inaitwa Thanksgiving. Wewe unajua Thanksgiving? Wewe unafanya Thanksgiving hapa. Thanksgiving unakuja kuambia Mungu asante kwa ile baraka umefanya nini? Halo? Na magari yatasimama hapa kama hapa magari yatasimama hapa. Kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa na la kwako. Utakuwa nalo gari lako. Wewe unahitaji tu uinuliwe tu kidogo. Pata hilo gari. Si kweli? Kwa hivyo kwa hayo machache jamani, nawaomba muache nikae chini. Na jina msisahau, naitwa Grace kama huyu Grace. Hawakusahau wewe hapa hata usijali. Grace kwenda mbele. Naitwa Grace. Kwa hivyo kwa hayo mafupi na mengi asante.